Karibu kwenye Hubi Impact Prayers, maombi ya neno. Leo tunaomba Mungu atufunulie kusudi na atuongoze katika njia sahihi. Baba yangu wa mbinguni, ninakuja mbele zako kwa unyenyekevu, kwa imani na kwa moyo ulio tayari kusikia kutoka kwako. Ninakushukuru kwa zawadi ya uzima, ninakushukuru kwa pumzi ya leo, na ninakushukuru kwa sababu maisha yangu hayapo kwa bahati mbaya. Neno lako linasema, kabla sijakuomba wewe unajua mahitaji yangu. Leo ninakuja mbele zako nikikuomba unifunulie kusudi lako juu ya maisha yangu. Mungu wangu, nisamehe kwa nyakati ambazo nimeishi bila mwelekeo. Nisamehe kwa kufuata kelele za dunia kuliko sauti yako. Nisamehe kwa kuiga maisha ya wengine badala ya kutafuta njia ulionipangia. Nisamehe kwa kutumia muda vibaya, kwa kuchelewesha kile ulichoniita kufanya, na kwa kuruhusu hofu, uvivu, tamaa au kuchanganyikiwa zuie kutembea katika kusudi lako. Bwana, neno lako katika Mithali 3 kifungu cha 5 mpaka cha 6 linanifundisha ni kutumaini wewe kwa moyo wangu wote. Sitegemee akili yangu mwenyewe, na katika njia zangu zote ni kukiri wewe ili uyanyooshe mapito yangu. Leo ninakukiri katika mipango yangu, katika kazi yangu, katika huduma yangu, katika elimu yangu, katika mahusiano yangu, katika maamuzi yangu na katika maisha yangu yote. Bwana, yanyooshe mapito yangu, niondoe kwenye njia ambazo hazitoki kwako, hata kama zinaonekana nzuri machoni pa watu. Baba, kama kuna mlango ninaung'ang'ania lakini haujatoka kwako, unipe neema ya kuuachilia. Kama kuna mahali ninapoteza nguvu bila tunda, nifungue macho nione. Kama kuna watu, tabia, mawazo au mazingira yanayoniondoa kwenye kusudi lako, naomba unitenganishe nayo kwa hekima na kwa amani. Usiniruhusu nipoteze maisha yangu katika vitu vinavyopendeza macho lakini havina kibali chako. Bwana, Yeremia sura ya 29 na kifungu cha 11 inanihakikishia kuwa mawazo yako juu yangu ni ya amani na tumaini la mwisho mwema. Ninakataa kuamini kwamba maisha yangu hayana maana. Ninakataa roho ya kukata tamaa. Ninakataa roho ya kujiona mdogo. Ninakataa sauti inayoniambia nimechelewa, siwezi au sina thamani. Mimi ni kazi ya mikono yako. Ulinileta duniani kwa kusudi. Ndani yangu kuna zawadi, uwezo, vipawa, maarifa na wajibu ambao dunia inahitaji. Bwana, nifundishe kutambua kile ulichoweka ndani yangu. Nionyeshe vipawa vyangu, nionyeshe eneo langu la huduma, nionyeshe watu naopaswa kuwasaidia, nionyeshe matatizo ambayo umeniita kuyatatua, nionyeshe kazi ya mikono yangu inayokutukuza wewe, nionyeshe jinsi ya kutumia elimu, imani, ujuzi na muda wangu kwa utukufu wako na kwa manufaa ya watu wengine. Neno lako katika Waefeso sura ya 2 na kifungu cha 10 linasema, sisi ni kazi yako, tuliumbwa katika Kristo Yesu kwa ajili ya matendo mema uliotutangulia kuyaandaa. Bwana, niongoze katika matendo mema ulionitayarishia. Nisitembee katika presha ya watu,
nisitembee katika wivu, nisitembee katika mashindano yasiyo na maana, nisitembee katika tamaa ya kuonekana, bali nitembee katika kile ulichoandika juu yangu. Bwana Yesu, niongoze kwa Roho wako Mtakatifu. Zaburi sura ya 32 na kifungu cha 8 imenionyesha kuwa wewe unaweza kunifundisha na kunielekeza njia ninayopaswa kuiendea. Leo ninakabidhi akili yangu, moyo wangu na maamuzi yangu kwako. Nifundishe kusikia sauti yako, nifundishe kutofautisha kati ya sauti yako, sauti ya hofu, sauti ya tamaa, sauti ya watu. Nipe moyo wa kutii hata pale ambapo njia yako haiendani na matarajio yangu. Bwana, naomba hekima. Neno lako katika Yakobo sura ya 1 na kifungu cha 5 linasema, anayepungukiwa na hekima na aombe kwako. Leo ninaomba hekima ya kufanya maamuzi sahihi. Nipe hekima ya kuchagua kazi sahihi. Nipe hekima ya kujenga huduma yenye msingi safi. Nipe hekima ya kutumia mitandao ya kijamii kwa utukufu wako. Nipe hekima ya kuzungumza maneno yenye kujenga, kuponya, kufundisha na kuamsha watu kutoka usingizini wa kiroho na kiakili. Baba, usiniruhusu nijenge maisha yangu juu ya umaarufu bila kina. Usiniruhusu nitafute fedha bila uadilifu. Usiniruhusu nifanye huduma kwa nia ya kujionyesha. Nipe moyo safi, nipe nia safi, nipe uvumilivu, nipe nidhamu, nipe roho ya uaminifu katika mambo madogo kabla hujanikabidhi makubwa. Neno lako katika Warumi sura ya 12 na kifungu cha 2 linanifundisha nisifuatishe namna ya dunia hii, bali nibadilishwe na kufanywa upya nia yangu. Bwana, badilisha namna ninavyofikiri. Ondoa fikra za umaskini, hofu, kulalamika, kujilinganisha, uvivu na kukata tamaa. Weka ndani yangu fikra za imani, bidii, uaminifu, uadilifu, huduma na uwajibikaji. Nipe akili inayoweza kuona fursa, kutatua changamoto na kutengeneza thamani kwa watu wengine. Bwana, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Naomba neno lako liongoze hatua zangu. Nisikimbilie kila mlango unaofunguka, nisikubali kila wazo linalokuja, nisipotezwe na presha za mafanikio ya haraka. Niongozwe hatua kwa hatua. Nifundishwe kuwa mwaminifu leo hata kabla sijafika ninakotamani kufika kesho. Mungu, naomba unipe nidhamu ya kulinda muda wangu. Nipe nguvu ya kushinda uvivu. Nipe moyo wa kufanya kazi kwa bidii. Nipe neema ya kuanza kile ninachopaswa kuanza. Nipe uthabiti wa kumaliza kile ninachoanza. Niondoe katika maisha ya kuahirisha kila kitu. Leo ninapokea nguvu ya kuchukua hatua sahihi. Bwana, bariki kazi ya mikono yangu, bariki elimu yangu, bariki huduma yangu, bariki sauti yangu, bariki kalamu yangu, bariki ubunifu wangu, bariki maandiko yangu, bariki video zangu, bariki kila jukwaa ambalo nitatumia kufikisha ujumbe wako. Kila kitu ninachofanya kiwe chombo cha kuleta nuru, tumaini, maarifa na mwelekeo kwa watu wako. Ninaomba pia kwa ajili ya kila kijana anayesikiliza maombi haya. Bwana, mtoe kwenye kuchanganyikiwa, mtoe kwenye utegemezi wa mitandao, starehe zisizo na faida, marafiki wanaoharibu na maisha yasiyo na maono. Mpe kusudi, mpe nidhamu, mpe hofu ya Mungu, mpe upendo wa kujifunza. Mpe moyo wa kujenga maisha yenye maana. Mpe neema ya kuwa baraka kwa familia, jamii, taifa na Afrika. Bwana, fungua macho yangu kuona mahali pa kuanza. Sihitaji kuona safari yote leo, lakini nahitaji kujua hatua inayofuata. Nionyeshe hatua ya leo, nionyeshe kazi ya leo, nionyeshe ujumbe wa leo, nionyeshe mtu wa kumsaidia leo, nionyeshe eneo la kuboresha leo. Nisaidie nisidharau mwanzo mdogo. Ninatangaza kwa imani, maisha yangu yana kusudi, hatua zangu zina
ninaongozwa na Mungu. Mawazo yangu yanafanywa upya, mikono yangu itazaa matunda, huduma yangu itagusa maisha, kazi yangu itajenga thamani, maarifa yangu yatatumika kutatua matatizo, sauti yangu itabeba nuru na maisha yangu yatamtukuza Mungu. Baba, naomba ulinzi juu ya kusudi langu. Linda moyo wangu dhidi ya kiburi, linda akili yangu dhidi ya kuchanganyikiwa, linda mwili wangu dhidi ya uchovu usio wa lazima, linda huduma yangu dhidi ya nia zisizo safi, linda jina langu dhidi ya aibu, linda hatua zangu dhidi ya mitego, na kama kuna jambo lisilo haki, lifunge kabla halijaniharibu. Leo ninakabidhi siku yangu kwako. Ninakabidhi mipango yangu kwako, ninakabidhi ndoto zangu kwako, ninakabidhi huduma yangu kwako, ninakabidhi maisha yangu yote kwako. Uniongoze, unitakase, unitengeneze, unitumie, unitume kwa watu wanaohitaji kile ulichoweka ndani yangu. Asante Bwana kwa sababu unanisikia. Asante kwa sababu unanifundisha. Asante kwa sababu unaniongoza. Asante kwa sababu hujaniumba bure. Asante kwa sababu kusudi lako juu yangu litasimama. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini.